Katika kijiji cha Ndugumbi kilichopo katika kisiwa kidogo kinachopatikana Ziwa Victoria, kusini mwa Tanzania, kumewahi kuweko na matukio kadhaa ya vifo vilivyohusishwa na uchawi wa mamba. Kikawaida watu husema mamba ni wanyama wa mtoni au ziwani. Lakini katika kijiji cha Ndugumbi mamba si wanyama tena, bali ni roho. Mamba hutumika kama silaha ya wachawi katika kijiji cha Ndugumbi. Hili jambo si geni kabisa, hasa kwa wakazi wanaoishi katika kanda ya Ziwa. Aina hii ya uchawi ni maarufu sana kwa wakazi wa kanda ya Ziwa. Pamewahi kuwa na shutuma pamoja na ushahidi kadha wa kadha wa watu kupotea katika mazingira tatanishi kwa kutumiwa mamba wa kichawi wakiwa ziwani katika shughuli zao za kawaida. Na hawakuwa wavuvi tu pekee, bali hata wanaotumia mitumbwi kuvuka ziwani hapo, wakiwemo pia wale wanaotumia ziwa hilo kama sehemu ya maisha yao ya kila siku, ikiwemo kufua, kuoga na kuchota maji ya kutumia majumbani mwao. Huu uchawi umekuwa ukitumika kwa muda mrefu sana sehemu nyingi za kanda ya Ziwa, hata kwa baadhi ya maeneo mengine pia yaliyo na mito na maziwa makubwa, haswa zaidi Ziwa Victoria. Katika kijiji cha Ndugumbi, wachawi hutumia mamba ili kupata kafara za watu hata mifugo, au kuwa hukumu watu wengine waliokuwa na tofauti nao za kimaelewano. Mnamo miaka ya 80 katika kijiji cha Ndugumbi alikuwepo mzee mmoja aliyeitwa Mzee Balongo. Mzee huyo alisemekana kuwa ni mganga ambaye hufanya kafara zake ziwani, hasa pindi anapokuwa amepewa kazi na wateja wake. Lakini pia haikutosha, wanakijiji wa hapo walikuwa wakilalamika sana na kumpa shutuma Mzee Balongo kuwa ni mchawi, hutengeneza vifo vya uongo kwa kutumia mamba, kisha huwageuza watu hao kuwa misukule, na kisha kuwauza misukule hao kwa watu wanaokuja kufata utajiri wa kichawi. Hivyo kulikuweko na taharuki nyingi katika kijiji cha Ndugumbi, ikiwemo na watu kupotea sana ziwani katika mazingira ya kutatanisha. Watu huchukuliwa na mamba, lakini hata mabaki yao huwa hayaonekani. Kijijini hapo kulikuwa na watoto wawili wajulikanao kama Elias na Chacha. Walikuwa wanasoma shule ya msingi. Kila siku za wiki walikuwa wakivuka na mtumbwi katika mkondo mdogo ulikuwa ukiingia ziwani ili kwenda shuleni. Elias alikuwa mwanafunzi wa darasa la 6 na Chacha, mdogo wake na Elias, alikuwa akisoma darasa la 3. Wazazi wao walikuwa wakiwahusia sana kuwa makini, hasa wanapokuwa wanatumia mtumbwi kwenda na kurudi nyumbani. Lakini siku moja alfajiri, Chacha na Elias wakiwa wanaenda shule, kwa bahati mbaya siku hiyo haikuwa nzuri kwao. Walipopanda kwenye mtumbwi, Chacha akiwa anapiga makasia, mara ghafla mlio mkubwa ulisikika. Mamba alipiga mtumbwi wao kwa chini akijaribu kuubinua. Chacha na Elias waliogopa sana, walijua kuwa alikuwa ni mamba anataka kuwaua. Chacha alijitahidi kupiga kasia kwa haraka zaidi ili wajiokoe haraka sehemu hiyo ya hatari. Lakini yule mamba alipiga tena ule mtumbwi kwa chini kwa mara ya pili, na kwa bahati mbaya Elias mdogo wake na Chacha alirushwa kwa nguvu, akawa ametumbukia majini. Elias alipiga kelele. Chacha alikuwa amepaniki sana, alijaribu kumwokoa mdogo wake lakini alishindwa. Yule mamba alimvuta Elias na kumzamisha chini ya maji. Chacha alipiga makasia haraka kurudi nyuma kuelekea nyumbani. Alipofika nchi kavu alikimbia kwa haraka sana kwenda kuwaeleza wazazi wake kilichotokea. Wazazi wake waliomba msaada kwa majirani, kisha waliongozana kwa pamoja kwenda ziwani, lakini hawakumkuta Elias. Walimtafuta sana bila ya matumaini yoyote mpaka jioni ikaingia, ila mwanakijiji mmoja alikuja na wazo, akawaambia, bila shaka inaweza kuwa Elias atakuwa amechukuliwa na mamba wa kichawi, hivyo basi twendeni kwa mtaalamu, atatuambia ukweli. Walichukuzana haraka hadi kwa Mzee Nyambita ambaye alikuwa mganga maarufu sana na aliyewahi kuwasaidia watu wengi katika matatizo yao mbalimbali hapo kijijini. Walipofika, Mzee Nyambita alikuwa ameshajua ujio wao. Aliwataka warudi tena hadi pale ziwani, lakini kabla ya kufanya hivyo alibeba kuku wawili, mweupe na mweusi. Walipofika alimwaga dawa eneo lile Elias alipokuwa amechukuliwa na mamba, kisha akawachinja kuku wale wawili, na punde si punde mamba mkubwa sana mwenye macho mekundu ya kutisha aliibuka. Kisha Mzee Nyambita akawaambia, huyu ndo mamba wa kichawi aliyemchukua Elias. Kisha alimwamuru mamba yule kuongea. Mamba yule aliongea na kusema,
Mimi ni mamba wa kichawi na kazi hii nimetumwa na mzee Balongo. Yeye hufanya hivi kama kafara. Kisha mzee Nyambita akamuuliza mamba yule, Elias yuko wapi? Na yule mamba wa kichawi akasema, Elias ameshakufa. Watu wenye hasira kali wakataka kumshambulia mamba yule, lakini mzee Nyambita aliwakataza, kisha akawaambia, Mamba huyu nimeshamfunga, hawezi tena kuua watu na atakufa hivi karibuni. Tena akasema, Sasa haraka twendeni kwa mzee Balongo. Wakiwa njiani wanaelekea kwa mzee Balongo, kumbe mzee Balongo naye alikuwa ameshajua kuwa amegundulika, na hata hivyo hakuwa yuko salama tena. Alijua kilichokuwa kikifuata ni kuuawa tu. Wanakijiji wenye hasira kali walipofika hawakutaka kuuliza wala kujua kitu chochote. Walimwaga mafuta ya taa na kisha wakawasha kibiriti. Waliichoma moto nyumba ile, iliteketea yote mpaka ikaisha. Walisikika wakisema, umeshazoea uchawi, sasa leo ndo mwisho wako na wewe kufa. Bila ya kujua mzee Balongo alikuwa ameshatoroka. Aliondoka na kukimbilia msituni. Alipotelea huko na ndio yakawa makazi yake. Hakuwahi kabisa kutaka kusogea karibu na makazi ya watu, maana alijua angeonekana hukumu yake ingekuwa ni kifo tu. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa simulizi nyingi zaidi.